Ilipozaliwa Ana, mama yake Bi Amina alijua mtoto huyu angekuwa zawadi ya maisha yake. Lakini hakujua kama pia angekuwa chanzo cha maumivu makali maishani mwake. Ana alikuwa mtoto wa pekee kwa Bi Amina, mjane wa miaka mingi aliyekuwa akiishi katika mtaa wa Kitunda, Dar es Salaam. Mume wake Hamisi alifariki dunia baada ya ajali mbaya ya gari wakati Ana akiwa na umri wa mwaka mmoja tu. Kifo cha Hamisi kilibadilisha maisha ya Amina kwa njia ambayo hakuwahi kuwazia. Ndugu wa mume wake waligeuka ghafla kuwa maadui. Waliuvamia nyumba ya Amina kama wezi wa usiku, wakamfukuza, wakachukua mali zote za mume wake, magari, kiwanja, hata ile duka dogo la kuuza vifaa vya ujenzi. Hakubakiwa na kitu isipokuwa nguo chache, mtoto wake Ana, na moyo wa mwanamke aliyekataa kunyanyaswa. Amina alihama kutoka Kigamboni na kuhamia Kitunda, akipanga chumba kidogo cha bati kilichokuwa pembeni ya barabara ya vumbi. Hapo ndipo alianza maisha mapya, si kwa hiari, bali kwa kulazimishwa na mateso ya ukoo wa marehemu mumewe. Ili kumudu kula na kumlipia Ana karo, alijitosa mtaani kuuza karanga, vitumbua na matunda. Alikuwa akiamka saa 11 alfajiri, anapika vitumbua kwa udi na uvumba, anazipanga kwenye vikapu na kuanza mizunguko yake ya kuuza. Alirudi jioni akiwa na jasho, uchovu na mikono iliyochafuka unga na mafuta. Lakini alipomwangalia Ana aliyekuwa amelala darasani kwa uchovu wa kusoma, moyo wake ulijaa furaha. Ana alikuwa msichana mwenye akili sana. Alikuwa akiongoza darasani kila muhula, hususan katika masomo ya sayansi. Walimu wake walimpenda, walimwamini na walimtabiria maisha makubwa. Huyu mtoto atatuwakomboa, walisema. Amina naye aliendelea kujinyima kila kitu ili Ana asikose kalamu, daftari wala sare mpya. Miaka kadhaa, Ana alifaulu vizuri mtihani wa kidato cha 4 na kupata ufadhili kusoma shule ya kitaifa ya wasichana Kibaha. Alimaliza kidato cha 6 kwa daraja la kwanza, na baadaye akachaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha sayansi ya tiba, MUHAS. Mama yake alijitahidi hata zaidi kumtumia pesa kidogo alizopata, akiwaacha hata kuonja mlo wa mchana, mradi Ana apate kila alichohitaji. Wakati Ana alipomaliza na kupata kazi ya udaktari katika hospitali binafsi kubwa, kilio cha furaha kilitoka kwa mama yake. Mungu si Athumani, Amina alilia kwa furaha. Alijua kazi hiyo ingeleta mabadiliko. Angepumzika baada ya miaka mingi ya kuuza karanga barabarani. Ana alimhakikishia mama yake kuwa hatomsahau na kuwa atampeleka kuishi naye, kwani sasa maisha yamebadilika. Kweli maisha yalibadilika, lakini sio kama Amina alivyotarajia. Ana alipata mpenzi tajiri, mfanyabiashara wa magari na bidhaa kutoka nje. Jamaa huyo alikuwa akifanya safari nyingi hadi Uarabuni na China, na pesa kwake hazikuwa tatizo. Muda mfupi baadaye, Ana alihamia nyumba ya kifahari eneo la Oysterbay. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na vyumba 3 vya kulala, bustani ya maua, na samani zilizokuwa zikimetameta kwa mwangaza wa shaba na kioo. Amina alihamishiwa huko kama alivyoahidiwa. Lakini siku ya kwanza tu alipowasili, alihisi kitu tofauti. Ana hakumkumbatia mama yake kama zamani, hakumchekea kwa bashasha ile ya binti aliyekuwa kwenye mikono yake. Badala yake, alimwonyesha chumba kidogo cha nyuma ya jiko, chenye godoro la mkaa na neti iliyochakaa. Mama, hapa ndipo utalala. Usijali, utazoea, Ana alisema kwa haraka huku akiandika ujumbe kwenye simu yake. Amina alibaki ameduaa. Siku zikapita. Badala ya kuwa mama wa daktari na mke wa mfanyabiashara, Amina aligeuka kuwa kijakazi. Alikuwa akisafisha nyumba kila asubuhi, kuosha vyombo, kufua nguo, si tu za Ana bali hata za mumewe na wageni wao. Wakati mwingine Ana aliwaita marafiki zake nyumbani na kusema kwa dharau, "Yule bibi nimemwokota mtaani, ananisaidia kazi ndogondogo." Hakumuita mama hata siku moja.
Amina alilia kila usiku kwa sauti ya kimya, machozi yakiingia kwenye mto wake wa godoro la mkaa. Alijiuliza, ni mimi huyu? Ni yule binti niliyemlea kwa mateso ndiye ananifanya hivi? Alikumbuka alivyombeba Ana mgongoni akiwa na homa, alivyolala njaa ili Ana ale, alivyombebea daftari hadi usiku kwenye mwanga wa kandili. Na sasa Ana alimdharau hadharani, alimwambia, mama, usiongee sana mbele ya wageni wangu, unanitia aibu. Mume wa Ana alikuwa akimtukana Amina waziwazi. Alimuita Mswahili wa mtaani, mzee wa karanga, na mara moja alimfokea, unanuka mafuta ya vitumbua, tokeni jikoni. Ana hakuwahi kumtetea mama yake. Aliishia kusema, mama, usimkasirishe mume wangu. Siku moja Amina aliugua. Homa ilimpiga, kifua kilianza kumsumbua. Aliomba kupumzika kitandani. Ana alimjibu kwa mkato, ukiumwa, rudi kijijini. Huku ni kwa watu wenye afya. Sina muda wa kuangalia wagonjwa wengine zaidi ya wale wa hospitali. Kwa moyo mzito, Amina alikusanya mkoba wake wa kanga na kwenda stendi ya basi. Hakukuwa na mtu hata mmoja wa kumwaga. Alirudi Kitunda, sio kwenye chumba alichopanga zamani, bali kwa rafiki yake mzee aliyekuwa akiishi kwenye kibanda kidogo cha mbao. Miaka ilipita. Ana aliendelea kung'aa. Alipanda vyeo, akawa mkurugenzi wa kitengo cha afya katika kampuni ya kimataifa. Lakini kila alipoulizwa kuhusu mama yake, alijibu kwa kejeli, mama yangu alikufa zamani. Hakutaka kukumbushwa maisha ya karanga na vitumbua. Alijiona mpya, mwenye hadhi, mwenye jina. Siku moja, Ana alipata taarifa kutoka kwa jirani wa zamani wa mama yake. Amina alikuwa amelazwa Muhimbili, hali mbaya. Alikuwa na saratani ya koo, ambayo iliwafanya madaktari kumpatia chakula kupitia mrija. Hakuweza tena kuongea. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6, Ana alikwenda hospitalini. Alimkuta mama yake amekonda, macho yakiwa yameingia ndani, lakini bado kulikuwa na nuru ya huruma machoni mwake alipomwona binti yake. Ana alisimama pale, akashindwa kusema neno. Kwa mara ya kwanza, aliona ukubwa wa dhambi yake. mama yake alitabasamu kwa taabu. Akiwa hawezi kusema, alichora neno samahani kwa kidole kwenye kitanda. Machozi yakamtoka. Lakini kabla Ana hajafungua mdomo kusema lolote, moyo wa Amina ulisimama. Alikufa akiwa na tabasamu, lakini akiwa na huzuni ndani kwa ndani, kwa sababu mtoto wake aliyemlea kwa jasho alikuwa pia chanzo cha maumivu yake ya mwisho. Ana alijifunza somo zito, lakini lilikuwa limechelewa.